لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله. Amma ba'du, mpenzi mtazamaji, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa, kipindi hewani Ahamiyatu Dua, umuhimu wa dua, kipindi ambacho kinakueleza asrari al-Qur'an wa asma'illahi al-husna, siri mbalimbali za Qur'ani na majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyokuwa mazuri. Darsatuna leo, imma darsa yetu ya leo itakuwa na anwani isemayo iqra hadha ad-du'a, isome dua hii fil jum'a al-awwal fi shahri dhil-hijja, katika Ijumaa ya kwanza kabisa ndani ya mwezi wa Dhul-Hijja. Ndugu yangu katika imani, na kabla ya kuendelea na kipindi, ni kuombe kama ada uweze kushare pamoja nami darasa hii, kucomment na kulike kwa lengo la kusambaza ujumbe huu kwa wengine, na kufanya hivyo ni kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man dalla ala khairin kafa'ilihi, yule mwenye kusaidia jambo la khairi ni kama aliyefanya. Kama tulivyokwisha kusema, darasa yetu ina anwani iqra hadha dua, soma dua hii fil jum'a al-awwal, katika Ijumaa ya kwanza fi shahri Dhul-Hijja, ndani ya mwezi wa Dhul-Hijja. Hii ni katika dua muhimu sana ndugu yangu mpenzi mtazamaji. Katika kueleza darasa hii kuna asrar, yani zile siri ambazo tumekuwa tukizieleza, asrari al-Qur'ani wa asma'illahi al-husna. Ndani ya dua hii utaona kuna siri nyingi ambazo zilizojificha, na mimi nitakuelezea asrari za aina tatu. Siri ya kwanza, dua hii inapita ndani ya mwezi mtukufu wa Dhul-Hijja, na kama ujuavyo, chochote kinachofanywa katika matendo mazuri ndani ya mwezi wa Dhul-Hijja, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakipenda kitendo hicho, na katika ujira analipa kwa malipo ya ziada. Lakini siri ya pili, dua hii itasomwa katika siku ya Ijumaa, na siku ya Ijumaa ni sayyidul ayyam, ndio bwana wa masiku yote ya wiki. Lakini siri ya tatu na ya mwisho, dua hii utakayoisoma ni katika dua ambazo zimepita katika silsila ya manabii. Mmoja katika manabii hao ni Nabii Suleimani alayhi salatu wasalam, alipata kuisoma dua hii. Lakini baada ya kueleza hizo asrar, sasa ni kueleze faida. Kuna faida mbili kubwa ambazo atazipata mwenye kuisoma dua hii. Ama faida ya kwanza, mwenye kuisoma dua hii, Allah Subhanahu wa Ta'ala atampa neema zake yeye na wazazi wake. Yani zipo neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakukirimu wewe mwenye kuomba dua, na hapo hapo itapatikana bonus ya kuwapelekea wazazi wako wawili. Subhanallah. Ima faida ya pili ambaye ataipata mwenye kuisoma dua hii, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuweka wewe mwenye kuisoma dua hii katika kundi la waja wake waliokuwa wema. Maana yake wewe unahesabika kwenye daraja ya juu. Inna Allaha ibadan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana waja wake waliokuwa wazuri. Idha aradu arada, wanapotaka wao waja wake anataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kwa maana lile wanalolitaka waja wake ndilo analolitaka Mungu. Vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyoamrisha ndivyo wanavyofanya wao. Kwa hivyo kuwekwa katika kundi la waja wema sio jambo dogo. Tumia fursa hii ukaa kitako kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Ijumaa ya kwanza, isome dua hii ndani ya mwezi wa Dhul-Hijja. Na dua hii utaisoma kwa utaratibu ufuatao. La kwanza, utasoma bismillahir rahmanir rahim mara 19, na hii 19 ni kwa idadi ya herufi zilizomo katika maneno bismillahir rahmanir rahim. Ukimaliza kusoma mara 19, utaisoma hii dua munasaba takriban mara 19, na 19 ya dua inatokana na maneno yaliyomo ndani ya dua yenyewe. Allah 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 Allah. Angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka siri kubwa ndani ya Qur'an. Dua utakayosoma ni hii ifuatayo baada a'udhu billahi minash shaitani rajim.
rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Sadaqallahu al-azim. Sikiliza maneno matamu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ewe Mola mtukufu, niweze kushukuru neema zako ulizonineemesha mie na ulizowaneemesha wazazi wangu. Wa an a'mala salihan tarda, na unifanye kuwa miongoni mwa wafanyao matendo mazuri, miongoni mwa waja wako wema, matendo ambayo utayaridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa adkhilni birahmatik, na uniingize mimi kwa rehma zako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fi ibadika salihin, katika kundi la waja wako waliokuwa wema. Allahu akbar. Dua hii alisoma Nabii Suleimani alayhi salatu wassalam aliposikia tahadhari ya dudu chungu sisimizi wakipeana tahadhari, udkhulu masakinakum, haraka ingieni katika mashimo yenu, la yahtimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, isije Suleimani akawakanyaga na kuwaponda ponda hali ya kuwa hatambui hapa kuna dudu chungu chini ya ardhi. Fatabassama dhahika min qawliha, Suleiman akatabasam na kucheka kwa yale maneno aliyasikia kutoka kwa dudu chungu. Kutokana na maneno hayo ndipo Suleiman akaisoma dua hii. Ndugu yangu katika imani, baada ya kuyasema haya, ni kuombe uendelee kusubscribe channel yetu kwa ajili ya kuyapata mengi mazuri munasaba na kipindi chetu Ahamiyatu Dua, kipindi cha umuhimu wa dua, na insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatutakabalia dua zetu tutakazoziomba. Ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Kushairi Ash-Shirazi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ya ni'mal mawla.